Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunaendelea na pale ambapo tumekuwa tumeishia kwa maana ya somo lile ulimwengu wa roho, ila nilitaja point 5. Nikasema ya kwanza ni madhabahu, ya pili ni sacrifice. Nataka tukaangalie kama masomo tofauti. Tutaona madhabahu namna ambavyo inafanya kazi na namna ambavyo ipo, kwa sababu ni muhimu sana. Moja kati ya mambo ambayo yatatuchelewesha au tusipoelewa yatatupa shida ni kushindwa kujua kwamba kuna kitu kinaitwa madhabahu, na ndio hiyo ambayo watu huwa wanaiweka mahali, na wakishaiweka mahali wanaihudumia, na baada ya kuwa wameihudumia, maana wanategemea ile madhabahu yao iwape matokeo fulani ambayo wao wana expect kuyapata kulingana na ile madhabahu. Nimewahi kuona mahali fulani watu walikuwa wanataka kupitisha barabara, unfortunately ukatokea kuna mti ambao ni lazima ukatwe ili barabara ipite, na walipokuwa wanakwenda kukata ule mti ikaonekana kama ilitokea complication fulani, ule mti haukukatika. Kwa hiyo walipotafuta wazee au watu wenye heshima zao ule mti, wale watu wakasema hile ni madhabahu yetu, kwa haiwezi kuhamishwa hivyo. Kwa hiyo wale jamaa wakapewa utaratibu au utamaduni fulani kwamba inabidi walipie fedha, zinunuliwe ng'ombe, itolewe sadaka kwa miungu yao, ili ile miungu ikubali kuhamisha ile madhabahu kutoka ilipo kwenda mahali pengine ili ule mti ukatwe. Ndio unaweza ukaelewa ni mti tu wa kawaida, lakini ni madhabahu ya watu. Maana yake wewe binafsi unaweza na ukajenga madhabahu. Kwa sababu madhabahu inaweza ikawa sehemu, madhabahu inaweza ikawa mtu, madhabahu inaweza ikawa kitu, kama wale ambao wanaabudu ng'ombe, ile ni madhabahu yao. Na unakuta pale ambapo wanaweka ng'ombe wanapaheshimu, tena wengine wanavua na viatu kusogea lile eneo, maana ni madhabahu ambayo wameitengeneza. Sisi katika modern society ni kwamba tumetengeneza makanisa, tukatengeneza vitu, tukaita madhabahu. Wengine wanaamini kwamba hii ndo madhabahu, sikibu ile madhabahu ya mishe hii. Na kuna wengine wanaamini ile eneo lote ni madhabahu. So ni kitu ambacho kama kinajaribu kuwasilishwa, kwa maana kwa macho ya kawaida tunajaribu kuweka haya mavitu ili tuonekane, lakini kiuhalisia madhabahu yenyewe uwezo ukaiona kwa macho. Ila ni kitu ambacho kipo, kina nguvu na kinafanya kazi. Maana ukikiamini, ukafuata vigezo na masharti vya hicho kitu, maana utapata matokeo ambayo hiyo madhabahu inaweza kufanya. Ndio pale tunasema kwamba madhabahu, mtu anasema ile madhabahu ina nguvu sana. Madhabahu inakuwaje na nguvu? Mungu hajengi madhabahu. Madhabahu ni sisi tunaozijenga ili kutafuta njia ya kumcapture Mungu katika lile eneo. Kwa namna ambavyo tunahudumia hiyo madhabahu, namna ambavyo tunaiweka, namna ambavyo tunailisha, na namna ambavyo tunaifanyia kazi na kuiheshimu, ndio tunafanya ile madhabahu yetu iwe na nguvu ya kutusaidia sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana madhabahu unaweza ukaijenga personal, ukawa unatembea nayo ni madhabahu. Unaweza ukatafuta sehemu, ukawa unaenda kuomba kila siku lile eneo, ukajenga madhabahu yako pale. Lakini inawezekana sehemu watu wakawa wanaenda kuomba mara kwa mara, labda ni mlimani, wanaenda wanaomba. Baada ya kuomba kwa miaka mingi unagundua lile eneo limejengeka kama madhabahu. Kwa hiyo ukifika pale, kuna namna unajisikia kuomba, kwa sababu madhabahu imejengwa ili iweze kuwa hivyo. Tukisoma wakati Mungu anamuelekeza Musa kwa habari ya ujenzi wa madhabahu, anamwambia moto wa madhabahu usizimike. Maana yake kunapaswa kuwepo na moto, ambao ule moto unapaswa kuwepo siku zote ili ile madhabahu yao iendelee kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ile madhabahu iwe na uwezo wa kumcapture Mungu. Sawa. Tunasema kwamba madhabahu kama madhabahu, labda mfano ile madhabahu haina Mungu, haimaanishi kwamba madhabahu inakosa lolote. Sawa? Madhabahu ni kitu ambacho hakiongei, hakionekani, wala eti hiyo ndio madhabahu. Haionekani wala haipo, lakini inalishwa na watu. Maana ukisikia ina nguvu, kuna watu ambao wameamua kuitunza ile madhabahu, wakaiheshimu, wakakaa nayo, wakahakikisha inakuwa. Hata nyumba yako inaweza ikawa madhabahu. Ndani kwako unapolala, kwenye kitanda chako unaweza ukajenga madhabahu. Sema ni mpaka ujue kwamba hapa naweza nikajenga mahali ambapo mimi na Mungu tutakutana. Miaka hiyo Ibrahim na wenzake walitegemea kwenda milimani. Maana Mungu alikuwa akimtokea Abraham anamwambia nenda mpaka mlima fulani nitakuja. Maana kuna mahali ambapo walikuwa wanapanda kama madhabahu ili kuwe na point of contact kati ya watu wa kawaida na Mungu.
Leo tu kwenye Agano Jipya, Yesu anasema hamtamwabudu Bwana katika mlima huu wala ule kule, ila mtamwabudu Bwana katika roho na kweli. Maana madhabahu yaani sio tena twende milimani, twende mahali fulani. Tukamove nayo. Lakini tukaijenga, tukaiweka mahali, ukamjengea Bwana madhabahu. Kila madhabahu ina jinsi ya kuhudumiwa. Ndio maana naambia watu katika madhabahu zinazofeli na kuleta matatizo ni madhabahu za watu binafsi. Kwa sababu mtu anatembea na madhabahu lakini hajui kama anatembea na madhabahu. Utamkuta eti akija hapa kanisani, Mungu nisamee, nisije nikaenda madhabahuni kwa Bwana nikiwa sijui uchafu Mungu. Lakini yeye anatembea na uchafu, hana shida. Shida kuelewa kwamba hata yeye pia ni madhabahu na anatakiwa kuichochea ile moto usizimike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unasema ile nguvu ambayo unaitengeneza kwenye ile madhabahu ndio itakuwa na nguvu ya kumvuta Mungu wako. Kwa maana Mungu mwenyewe ana nguvu. Lakini kumshawishi achukue sehemu yake, make point of contact na wewe kwenye madhabahu uliyoijenga, ni lazima kuwe na vitu ambavyo ni vya muhimu ili kuijenga na itokee hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nimetoa maelezo yafuatayo ambayo yanatusaidia katika hizo altars, madhabahu. Nimesema katika kanuni za madhabahu utakiwa ujue kwamba kule ni mfumo wa authorizations. Lile ni eneo la kutoa mamlaka. Maana madhabahu ndio inatoa go ahead ya kuruhusu beings nyingine ambayo sio kiumbe cha hapa duniani kiweze kufila tu. Kwa kwenye ile madhabahu unayojenga ndio mahali ambapo unamruhusu Mungu make point of contact. Lakini nikasema madhabahu ndio inayo approve, inayothibitisha uwepo wa miungu mingine au kile ambacho kimealikwa kuja. Hapo pia nikaendelea nikasema hii madhabahu ndio ambayo inatoa kama kibali kwamba Mungu unaweza sasa ukafanya kazi mahali hapa. Hapa huwezi ukafanya kazi. Kwa hiyo tunasema kwamba spirits, roho haziruhusiwi kuwepo duniani. Ila wanadamu wamebuni mbinu za kuwezesha roho kuwepo duniani. Na wamefanyaje? Wamejenga madhabahu. Ndio maana Ibrahim kila alipokuwa akifika alikuwa anamjengea Bwana madhabahu. Maana alikuwa anatengeneza mahali ambapo yeye na Mungu wataenda wakutane. Kwa sababu Mungu hawezi akawa kila mahali kwa anatembea. Kuna mahali ambapo ni point of contact yao. Kwa hiyo watu wakatengeneza njia. Ndio maana hata mganga anajua kwamba mizimu hairuhusiwi hapa duniani. Atatengeneza kilinge chake, kijumba chake, mahali pake. Atapadecorate na namna za kuzimu pale, aweke mashuka, aweke manyoya, vitu fulani vya kutisha ambapo tani akiviona anaona hapa ni nyumbani. Anaweza ku-exercise ile authority yake. Unaelewa? Mmoja tukawa tumechafua chumba. Mama akaingia pale, nani kichumba ni kama chumba cha mganga. Nikawaza ngasema kumbe tunataka tukavutia roho za mizimu. Ndio maana huyu kwani uchafu ni dhambi? Chafu ni dhambi. Yajua kama waganga huwa hawaogi. Wajua wale wenye mambo yao. Kuna namna anatakiwa mchafu ananuka kuzimu ndio kulivyo yani. Ile ndio inavutia sasa zile beings. Gani? Unaweza ukajikuta unavutia spirit ambazo hazipo kwa sababu ya mazingira unayotengeneza. Kwa madhabahu ndio point ambayo unategemea kama contact au eneo ambalo litakuwa. Na hiyo ndio sehemu ambayo mwisho wa siku manake Mungu atakuwa anakutana na wewe hapo. Haya. Tusoma ile Samueli wa kwanza nafikiri moja ile 12 kwa habari ya namna ambavyo Israeli walishinda vita. Biblia inasema Samueli akasimamisha jiwe. Ndio. Akajenga madhabahu pale akapaita Ebenezer, akasema hata sasa Bwana amekusaidia. Na Biblia inasema kuanzia siku hiyo hapakuwepo tena vita kati ya Wafilisti na Waisraeli kwa miaka 20 ambayo Samueli alikuwa ni mwamuzi. Nini kimetokea? Maana Samueli akajenga madhabahu. Maana ile madhabahu ika-authorize Mungu kuwepo katikati yao. Kama mmesoma kitabu cha Samueli kinaanza kinasema Mungu wewe, sauti ya Mungu ilikuwa adimu siku zile. Maana Mungu alikuwa haonekani. Ila mimi napenda leo sasa taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Kwa there was still some hope. Unajua taa hapa ni kama matumaini. Kwa taa ilikuwa haijazima kabisa jumla, lakini madhabahu ilikuwa haipo. Kwa hiyo pale 12 ndio unaona Samuel sasa anasimamisha madhabahu. Maana watu wamepigwa hii miaka yote, wameonewa kwa sababu ni kama Mungu wao hakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na madhabahu yenye nguvu. Madhabahu ilikuwepo, lakini wahudumiaji wakasababisha Mungu aende mbali. Unajua alichokuwa anakifanya Hofni na Finehas. Wale watu walianza kudhulumu mali za watu. Kwenye madhabahu wakaichafua ile madhabahu. Wakaanza kutembea na wake za watu kwenye madhabahu ya Bwana.
Mwisho wa siku wakakuta ile madhabahu ikazima. Tunasema neno la Mungu lilikuwa adimu sana siku zile. Manake neno la Mungu likapotea. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu sio kwamba hayupo, yupo, na madhabahu sio kama haipo, ipo. Ila kuna vitu vimefanyika, madhabahu imeshindwa kutunzika. Kwa hiyo neno la Mungu limekuwa adimu. Tunaelewana? Mmoja akawa anatoa challenge, anasema ni mara ya mwisho lini Mungu kusemesha? Na wewe ndio unatumia hili neno la Mungu lilikuwa adimu sana. Maana ukiona hivyo kuna kitu mngana, mimi sijui nimepatwa na nini. Mimi Mungu alikuwa anisemesha vitu. Yaani hata kama mfano kwenye familia yetu kuna tatizo, Mungu alikuwa ananiambia. Sasa hizi nashangaa hamna kitu. Sio kwamba Mungu hayupo. Na madhabahu ile ipo bado. Ila imepoteza nguvu kwa sababu waliopewa kuitunza au kuisimamia madhabahu wamefanya mambo yasiyo sawa. Ndio maana Heli alitunza ile madhabahu. Kupitia pale aliweza kusikia sauti ya Mungu. Na Heli alitawala na Wafilisti hawakuwagusa hata siku moja. Lakini ilifika tu siku Heli amekuwa mzee, ametrain vijana. Vijana wakaja na speed. Wale vijana wakana mambo mengi. Vijana wa Heli ni watafuatana na vijana wa Haruni. Vijana wa Haruni. Na wenyewe hivyo hivyo washawahi kuleta masiara na madhabahu. Kwa vijana wa Heli wakaanza watu, yaani wanaanza kudhulumu watu. Wanawaibia watu fedha kwa sababu wao ndio waamuzi. Unajua wakati huo kabla yaani Samueli ndio alileta mambo ya ufalme. Kabla ya hapo yaani Samueli ndio kama mfalme. Kwa wao ndio kama wasemaji wakuu kwenye nchi. Watakachokisema mtu anaamini ni Mungu amesema. Sasa kumbe wale watu ni wezi. Wanachukua wake za watu wanawadanganya. Mwisho wa siku ile madhabahu ikapoa. Ndio Biblia inasema neno la Mungu lilikuwa adimu siku zile. Maana yake neno la Mungu likawa adimu. So Samuel ndio hiyo taa sasa. Lakini taa ya Mungu ilikuwa inazimika bado. Lakini Mungu anazungumza sana Samuel. Maana yake anataka ijenge ile madhabahu ambayo wale jamaa wameiharibu. Ndio maana baada ya ule ushindi, Biblia inasema akasimamisha jiwe. Akaisema hata sasa Bwana ametusaidia. Unaona pega watu. Ni tofauti. Yaani watu wengi tunadhani kwamba tunatakiwa tuseme hata sasa Bwana ametusaidia tukishasaidiwa. Ile ni ulinzi. Sinaelewa. Ndio maana lile neno hajasema Bwana amenisaidia. Hata sasa. Maana yake even now ametusaidia. Kwa hata kama ni kesho yake, madhabahu ile ikisimama inasema hata sasa ametusaidia. Hata kama ni kesho kutwa itasema hata sasa ametusaidia. Tunaelewana wewe. Ndio maana inasema ikapita miaka kama 20 hivi kimya. Madhabahu ina nguvu. Amepatikana Samuel alijua kitu cha kuitunza. Amejua kitu cha kufanya. Neno madhabahu kwenye agano la kale inasema kama na sanduku la agano hivi. Tunaelewa. Ile sanduku la agano kitabu cha Samueli pale kuna mazingaogo mengi yalifanyika. Watu walikufa au hujui. Ile sanduku tunajua kwenye hiyo vita mojawapo. Ile sanduku lilibebwa. Sanduku liliondoka. Lakini wale walioenda nao kuna story ndefu kilichowafanya. Ndio yaani kama madhabahu ilikosa wa kuitunza. Ikashindwa kuwapigania wanaoitunza. Ikaondoka. Lakini kama ni madhabahu ya Bwana ilijipigania yenyewe. Ikarudi, si ndio? Iliporudi kuna jamaa alikuwa anakaa nayo miaka 20. Nampenda yule jamaa anaitwa Abinadab. 20 years kakaa na ile sanduku na alikuwa ana madhabahu ya Bwana ndani kwake. Maisha yanaendelea kama hamna chochote alichonacho. 20 years. Lakini unaona sasa Daudi mtu sasa anayejua siri ya madhabahu. Haiwezekani sanduku la Mungu likae mbali. Inatakiwa lije hapa. Akajenga mji, akajenga na mahali pazuri, akasema twende tukafanyaje? Tukalichukua. Kwa hiyo kulichukua sasa hapo wakatokea watu wasiojua cha kufanya na ile sanduku. Ndio akatokea jamaa aitwa Uza. Kalinyoshia mkono akafa. Ni madhabahu tu ile. Unaelewa? Ndio iko hivyo. Ina uwezo wa kufanya hayo. Maana yake yule mtu kuna namna ambayo alilitreat ile sanduku vibaya. Ndio maana naambiaga watu hao wakina Uza walikuwa na watoto wa binadamu. So zile 20 years sanduku linakaa kwao. Hatujui nini walifanya. Ila tunachoweza kujua tu ni kwamba walilizoea. Kwa sababu mtu ananyosha mkono anataka kulidaka sanduku. Mungu akaua. Na Daudi alipomjanja, I love that man. Akasema sanduku linaloua haliwezi likakaa kwangu. I love that. Yaani katika maeneo yote Daudi sio mjinga. Daudi akapiga hesabu. Sawa hivi, yaani alikuwa mwanzo ana furaha na beba ukashanga anajua kwamba hii ni mgodi nimebeba. Hii ni madhabahu ya Bwana. Na kweli nayo nimefanikiwa. Ila kilichotokea wale mtu kafa. Daudi alijua.
Na of course kwa Daudi wangeenda kufa wengi. Kwa sababu ile madhabahu ina nguvu yake. Wakamchagua mtu anaitwa nani? Obed-Edom. Yule jamaa. Mimi wale naelezea watu pale na ndio uelewe kwa nini jamaa alichaguliwa. Yaani maana yake lile sanduku tayari lishaonekana linaua. Kwa hiyo nani anachaguliwa ambaye akifa haina hasara kwenye nchi? Ndio alitafuta huyo mtu. Unaelewa? Mtu ambaye hata yule jamaa hakuwa hata mtu wa nchi ile unajua. Alikuwa ni Mhiti, si Mgiti. Sio unaelewa? Kwa hiyo mtu walitafuta mtu mgeni, yani kama Tanzania. Tafuta mtu mgeni. Akifa shauri yake. Ndugu zake watazika. Umeona? Kwa hiyo jamaa mimi naamini ni kama lazimife. Adobele sanduku Obed-Edom. Alichukua. Lakini Biblia inasema Mungu akaibarikia nyumba yake yote. Yaani jamaa na nyumba yake yote. Miezi 3 tu kukaa na ile sanduku. Paka Daudi akasema sasa I'm coming for my property. Akaja kulichukua. Nini kilitokea? Maana yake jamaa alijua njia ya kuishi na kile alichonacho. Umeelewa? Sasa ile ilikuwa ni sanduku ambalo wao walikuta tangu enzi za Musa. Ilikuwa ni madhabahu imeshajengwa. Lakini maana yake baadaye kuna madhabahu nyingi watu walikuwa wanazijenga. The way unaishi nayo ile madhabahu ndio the way una succeed. Pale ndio point of contact na Mungu wako. Unaelewa? Jamaa washangaa wale jamaa wale wa Israeli. Hata hawajui mambo ya Mungu. Bila sehemu ya madhabahu yao wanapaheshimu Bwana. Wanaanza kunawa, wanaweka mikono yao na masiara. Vitu ambavyo mimi singeweza. Bwana ili kwenda kwenye ile point of contact ya wao na Mungu wao. Unaelewa? Ila sisi sasa. Yaani unajua sisi madhabahu zetu tunazikosesha nguvu wenyewe. Kwa mtu alifanya anaomba, kafika madhabahu sinzia. Ukimwona sasa nimepata amani kulala. Wewe hii ni point of contact ya Mungu anakutana na watu. Unalala. Hiyo ukipigwa kofi kama ziwi. Utasema nini? Maana yake tunadharau. Ndio maana naambia watu, lazima tujifunze kuzijenga na kuziheshimu madhabahu kama tunataka kutengeneza vitu vyenye nguvu. Ndio maana naambia watu, mali unapokutana na Mungu wako, ipa heshima basi. Heshima sana. Kwa sababu pale si unakutana na Mungu wako. Heshima. Unaelewa? Ndio hiyo sasa naambiaga watu, kuna vitu ni riski. Yaani hata siku unakaa chuo, unakaa room pale ndio kitanda chako. Unategemea kwamba usiku ukilala Mungu afungue macho yako, si ndio? Akusemeshe hapo kitandani hapo. Hiyo tayari ni madhabahu. So wewe unaweza ukamblock Mungu asilete kwa sababu tayari umeshindwa jinsi ya kuishi na hiyo madhabahu. Kuna vile unaweza ukavifanya hapo, Mungu akaona mahali pale si sawa. Hata uchafu. Bwana kimeza. Sio kila kitu sio umekaa kwa mashuka. Ni sawa kabisa. Yaani mahali pale kwa safi, pazuri. Wala usipachafue. Wala usifanye chochote. Unaelewa? Yaani hiyo ni principle za kawaida. Nilikutana na mtu hata hajaokoka, yaani ni mtu kaka mimi muone ile kitanda changu na kiheshimu, uweze amini ya kitanda changu. Mimi nikipata msichana bwana niende guest ya sote ndani kwangu. Hizo jamaa amejua nini huyu jamaa? Amejua kwamba Biblia inasema kwamba watu wanapolala usiku Mungu anafunua masikio yao, anawajulisha vitu. Kwa hiyo jamaa anasema amejua tu hilo kwamba pale ni point of contact. I have to respect that place. Yaani tena kwa heshima zote, maana kama kitanda chako ndo madhabahu yako, hata unapopanda ndio upande kwa heshima na tazima. Sio unarukia. Sio elewa. Nani anataka watu ile ngana function. Sio kama mtu anakaa kitandani kwako, sio mtu anapanda. Yaani ni vitu unaona kama mtu alikuwa anaona complicated maisha. Ila hivyo ndio vitu vinaondoa sasa ile nguvu ya wewe kukutana na Mungu wako. Hizo mbona Mungu sikutani naye? Yaani unajua unajitia moyo kwamba umekutana na Mungu lakini wewe hujui ukutana na Mungu. Kwa sababu kama umekutana na Mungu unajua. Yaani kama umewahi kuomba kukutana na Mungu wewe unajua. Kwa kama hujakutana naye, hata kama utatoka pale unasema haleluya leo. Ila ndani yako unajua kabisa leo bila hapa Mungu hajaje. Kwa nini sasa hajaje? Ni kwa sababu ile madhabahu ambayo ndio point of contact ya wewe na yeye, kuna kitu kimekuwa misallocated pale. Kwa hiyo yule Obed-Edom miezi 3 tu ila alijua njia ya kufurahisha ile madhabahu. Mungu akaibarikia nyumba yake yote. Paka Daudi ambaye alisema mtu akifaina shida, akaona sasa si vyema huyu mtu mgeni akae na hili asije akatumiliki. Akaenda akalichukua. Nini maana yake? Jamaa amejua njia ya kukaa ile madhabahu. Maana Mungu alitegemea hiyo madhabahu ndio ile point of contact ambayo atakutana na watu.
Tunajua kwamba patakatifu ndio palikuwa panakaa sanduku la agano. Shafundisha kwa watu kuhusu sanduku la agano. Sasa hivi tunalichukulia tu poa, lakini lile lilikuwa lina structure moja ya ajabu sana. Yaani jinsi ambavyo Mungu alidesign. Mle ndani anasema weka sheria. Sikawekwa mle sheria. Ilikuwa mle fimbo ya Haruni. Wewe unaweza tu status kwenye sanduku la agano kuna nini wanaambia fimbo ya Musa. Maana watu hawajui nini kilitokea. Cha kwanza ambacho Mungu alitaka kiwekwe ndani ya sanduku ilikuwa ni sheria. Torati ile ilikuwa ndani hapa, yaani kwenye madhabahu vitu vinavyopatikana hivyo. Maana cha kwanza ambacho Mungu alikitaka pale kwamba kuna sheria ambazo lazima ziwe. Tunaelewa. Yaani sio mahali utaingia na kutoka unavyojisikia. Tunaelewa haya mambo ya kusema tupo huru kwa Yesu Kristo. Of course huru ni mzuri, lakini yaani sio tu ndio sasa kwa sababu umekuwa huru basi tukanyanyikanyage tu. Kwani Tanzania si nchi huru? Sina usofa chochote. Lakini anaruhusiwa kuja hapa nikakuta Priska nikamtia kibao. Sasa uhuru uko wapi? Nimesema ni nchi huru. Unaelewa? Kwa uhuru katika Kristo una mipaka pia. Una limitation. Ndio maana sheria ziliwekwa za kwanza mle. Baadaye wale watu walipofika jangwani wakaletewa chakula. Mungu akataka kile chakula kiwe kumbukumbu kwamba amewahi kuwalisha watu. Ile somo tulijifunza darasa lililopita, mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Mungu alijua kile ni very important, akasema sasa chukua mana weke mle kama sehemu ili idumu vizazi na vizazi vijue. Mungu alitaka tu ukumbusho kwa sababu alijua itafika siku watu watakosa chakula, wataanza kuwaza. Ila wakikumbuka kwenye madhabahu kuna chakula, watajua kwamba Mungu amewahi kuwalisha watu. Ndio anasema msiyasumbukie maisha. Ndio maana tukianza tukasumbukia maisha ule nini unywe nini tayari ushatoka rohoni. Unachoenda ukifanya hapo ni cha mwilini. Maamuzi yako mengi yatakuwa yamekaa kushoto kwa sababu unapishana na maandiko. Mungu alitaka ile tukio kumbukumbu. Jambo la tatu, ulipofika sehemu wale watu walimwasi Mungu. Huyo mwasi Mungu, mama wetu Kola akaleta tu maelezo kwamba wewe bwana nyie mnajikuta kama ndio marais juu yetu. Kwani nyie si nyie kama sisi tu. Tatuambia nini? Maana unajua shida ni kwamba Miriam alikuwa ni nabii. Sawa? Musa ndio kiongozi mkuu. Haruni ndio kuhani. Afu wale wote ni ndugu yani. Yaani mtu akaja dada yake ni kama mama kutupiga kamba. Kwa hiyo akaona yeye msichanganye. Unaona ile? Mungu akataka kuonyesha kwamba amechagua Haruni, akawaambia kila mtu alete fimbo, yaani kila kabila walete fimbo yao moja. Akasema fimbo itakayostawi ndio hiyo fimbo ambayo Mungu itaonyesha kwamba amewachagua. Fimbo ya Haruni wakaamka asubuhi wakuta imetoka maua na majani. Usiku mmoja. Si mnaelewa ni fimbo ile kama mwalimu anaochapia watu. Wamelala wameamka ina maua na majani. Kwa Mungu akasema hiyo nayo hiyo fimbo itunze. Sijui Haruni alitafutia kiboko kingine ndio ila hiyo nayo weka kule kwenye sanduku ili ikae kama sign ya uasi kwamba hao watu wamewahi kuniasi. Wapi? Ndani ya sanduku. Kuna kitu kimoja ambacho halikubadilika. Juu pale Mungu anamwambia Musa, jenga maserafi wawili wa dhahabu. Sasa hao maserafi wawili wakae kushoto na kulia. Hapo anasema wakifunike waweke uvuli kwenye kiti cha rehema. Maana juu ya sanduku Mungu anasema weka kiti cha rehema. Unajua kinavyoitwa? Hapo anasema mimi nitakuwa nikiongea na Israeli kutokea kwenye hicho kiti. Hivi unaelewa? Yaani kuna uasi, kuna sheria, kuna chakula kule chini, lakini vyote vile Mungu anataka kae juu ya vyote. Ndio pale tunaambia watu kwamba ndio pale tunasema kwamba rehema inazidi makosa. Ile ndio saini kwamba kosa au koseaje kiti cha rehema kikoje. Maana ili Mungu akutane na wewe, anasema awe pale juu. Sasa mimi nitakuwa nikikaa pale ili niongee na Israeli. Maana yake anakaa juu ya sheria, juu ya kila kitu ya utawala. Sasa ile ni madhabahu ambayo Mungu aliamua kuidesign. Akionyesha kwamba lazima yeye awepo kwenye kile kiti ili azungumze na watu. Maana madhabahu ndio point of contact. Leo hatuna sanduku la agano. Tuna madhabahu hizi. Maana yake hapa kuna kiti cha rehema. Kuna wale makerubi wawili ambao wanakitilia uvuli kile kiti. Ndio Mungu anakaa pale ili azungumze na sisi. Lakini anazungumzaje sasa kwenye hilo eneo? Maana yake kuna rules, ndio maana kuna sheria ambazo ni lazima zizingatiwe. Ukizifanya vibaya, maana zitakufanya tu vibaya. Unaelewa? Yeah. Wale watu wengine waliofanya masiala na hiyo madhabahu ni watoto wa Haruni. Wale vijana. Ndio wamechangamka sana. Wale sijui I don't know ila Biblia imerecommend, yani inajaribu kuonyesha kwamba walikuwa wamelewa. Lakini Mungu alikuwa amemwambia ule moto usizimike. Sawa?
Maana ni moto ambao ulikuwa pale upo siku zote. Sasa Biblia inaposema wakaleta moto wa kigeni, maana yake walijaribu kuintroduce moto mwingine. Inawezekana waliona moto baada ya kulewa wakaona moto wa Mungu kama umepoa hivi. Wanawaje na moto wa mahindi. Umechangamka. So walipoleta Biblia moto ukatoka ukawa. Ni madhabahu hiyo. Yaani ile maana yake ndani yake kuna nguvu ya maisha na kuna nguvu ya kifo. Maana madhabahu inabeba maisha na uzima. Yaani maisha na kifo. Pale pale watu wanapata uzima wao na kuna watu wanakufa. Namna tu ambao wamekaa na zile madhabahu. Ndio maana madhabahu inaweza ikapoteza nguvu. Ukiona madhabahu imekufa, ujue hapo katika hilo kanisa hakuna aliye hai. Si unaelewa? Wote wamekufa. Ndio tu unakuta watu sasa wanaamua kwenda na dini, maisha tu yaende, vitu vifanyike tu. Chochea moto wa madhabahu. Sawa, unachochea lakini wewe mwenyewe unachochea. Unafahamu namna ambavyo ipo. Sasa hapa nimetumia mfano mzuri ambao upo. Labda kabla sijaupeleka kwenye mfano, nikwambie mambo ambayo yanaweza yakatokea. Au mambo ambayo yanaratibiwa na madhabahu. Na unataka ujue. Yaani hata kama uko hapa kwenye familia yenu kuna something like hivi ambavyo nitataja, unatakiwa ujue hapo kuna madhabahu. Hiyo madhabahu ndio inayosaidia kuduplicate kile kitu kijirudie. Maana yake madhabahu ikishajengwa inakuwa na nguvu, itaendelea vizazi na vizazi. Kama ni madhabahu ambayo inabariki, maana watu watakuja wanabarikiwa. Sio baraka zao, ni baraka fulani. Abraham alijenga madhabahu. Akaingia agano na Mungu. Mungu akamtokea akamwambia uzao wako utakuwa kama mchanga. Leo tunatembea baraka za Abraham, ile madhabahu mpaka leo ipo. Maana watu watakufa ila madhabahu inaishi. Unaelewa? Watu wanapotea ila madhabahu walizozijenga zitaendelea kukaa. Ndivyo hivyo sasa na mababu zako wanaweza wakawa walienda mahali. Nao wakatengeneza madhabahu yao, Samuel miungu ikakaa kwenye ile madhabahu, wakaitunza. Siku wale wababu wakifa, madhabahu ile ipo. Inaweza kaendelea kufanya kazi. Inaweza kaendelea kudemand. Tunaelewa. Maana kuna vitu vinaendelea kuvidai. Nasema madhabahu zimezalisha kazi za ajabu nyingi. Mfano moja ni magonjwa. Kuna magonjwa ya ajabu. Unajua kuna ugonjwa wa ajabu. Shai kusikia amepatwa na ugonjwa wa ajabu. Ngozi tu inaumuka tu, haieleweki. Sijui vidonda vinatoka, sijui nini. Hizi ni kazi za madhabahu. Ndio ukiona hivyo, you must know kwamba deep down kuna altar imejengwa. Ile madhabahu bado inajiduplicate, inaendelea kuzalisha effect kwa wale watu. Maana yake ili kujua lazima wapatikane watu wakaipomoe ile madhabahu. Unaelewa? Wakati tunasoma darasa lile la mentorship class 1 niliwafundisha kuhusu Gideon. Nikamwambia Gideon, Biblia inamtaja kama shujaa. You must know kwamba Gideon anatengenezwa kwenye studio za mbinguni. Title yake ilikuwa inasema ni shujaa. Ndio maana malaika alikosa jina lingine la kumaddress Gideon, akamwambia Gideon, shujaa, kulingana na jina ambalo anajua ndio alitoka nalo kule. Lakini nikasema hapa katikati kuna vitu vilifanya kazi vikamtengenezea Gideon identity nyingine. Tunaelewa? Gideon anaambia shujaa, Bwana yu nao. Kwanza anaanza kumquestion Bwana. Anasema kama Bwana yuko na sisi, kwa nini mabaya ametupata? Of course that's a good question. Sikia na wewe nenda kwa uwezo utaokoa. Unasikia anasema? Anasema, kwanza mimi jamaa yangu ni maskini. Nani amekufundisha haya? Nani amekuambia haya mambo kama wewe jamaa yako ni maskini? Kuna sensa imefanyika kwenye Israeli wakapima kabila maskini? Hapana, ni wewe tunayo. Nini haya? Ndio deep down unagundua kwamba the problem ilikuwa ni madhabahu ya baba yake. Ndio maana Mungu anambia, ili tuelewane, mimi na wewe, we need to go there. Ndio maana jamaa anaenda anaivunja ile madhabahu. Kutoka pale Gideon ana wanajeshi 300, afu yuko fresh. Madhabahu ile. Maana ile yani ile unaweza kama umeokoka una saa hivi. Kama haijavunjwaga ile, itakurudisha ni mmoja kuna watu mmoja kanisa na mambo ya kwao. Mimi siwezi kuoa Msukuma. Siwezi kuoa mimi hata kama ameokoka. Nini? Madhabahu. Mtoto ni mama yake ndio alikuwa. Mimi mama wangu kabla ya kufa aliniambia nisiwe Msukuma. Mama ameshakufa. Wewe mbona bado unayo? Mama amekufa na madhabahu inaishi. Ndio Mungu kabla hajafa alisema wewe. Yaani watu waliokufa ndio reference ya wewe kuishi. Maana yake ameokoka ndio, ametakaswa kwa damu kabisa. Ila madhabahu inaendelea kuleta impact kwenye maisha yake. Ndio unapo ameokoka afu ananisimamaje huyo? Mimi, ni mtu aliyewahi kuuza baa, hata awe ameokoka siwezi kumwamini bwana. Huwezi kudanganya. Yaani kauza baa? Wewe. Nini? Maana yake ile kazi ya msalaba na utakaso wa damu ya Yesu, yeye mtu hamna. Kuna madhabahu nyingine inamwambia wewe, damu ya Yesu haiwezi. Kwa mtu aliyekuwa kahaba, damu ya Yesu haitoboi. Iko nyuma.
Tunaelewa hicho. Maana kitu ndio kumlisha maneno. Tunasema madhabahu we must know, tunasema pale kwenye ulimwengu wa roho maneno yanaishi. Ndio maana moja ya tools ni maneno. Maana ili tuelewane, ili iwezekane, lazima tuyane. Hiyo madhabahu ivunjwe au iharibike, maana mambo mengine. Nikasema eneo lingine ambalo pia ni lina act sana madhabahu. Ni hizi ambazo Kiingereza wanasema sexual perversions. Sijui Kiswahili kizuri tutasemaje. Ngono nilizofanyaje sijui. Ila nazungumzia masturbation, nazungumzia addiction zote zinazohusiana na mambo ya ngono. Sio kama mimi najitahidi kuacha kufanya mapenzi lakini naendelea. Hizi zina link na madhabahu. Yaani kuna ambazo watu ni tamaa zao tu, wameibuka hizo zinavunjika. Ila ukikuta mtu ina link na familia. Yaani unaona mtu, babu yangu alioaga wake siku ya 50. Mama yangu siku aliolewa na mume huyu akaolewa na mume. Unaweza ukashangaa ana stuck between kuwa na wanaume wawili. Na unakuta sasa mimi namwacha mmoja na baki na mmoja. Ila akienda kwa huyu ili amwache, huyu anatia huruma. Sasa basi wewe ngamwache yule. Yule ndiye anatia huruma waje katika. Yeye anafikiri kwamba ni yeye ndiye anashindwa kuamua. Kumbe ni ile madhabahu behind ndio inayo sponsor hicho kitu. Kuhakikisha kwamba na wewe lazima uwe na mtu zaidi ya mmoja. Sijui mama alizaa tukiwa shule. Wewe fuatilia tu. Unaona kuna watu kesi zao ni very strong. Yaani you must go to the source. Ujue chanzo kiko wapi. Kama ukijui, mbona mtazungushana tu. Nimeshasikia ile. Kwa ukilala usiku unaona unafanya mapenzi. Leo nakuombea kwa jina la Yesu. Hautaota. Wanaomba kwa jina la Yesu na amina. Kesho binti unasema nimeota tena. Wewe itakuwa wewe kwani una nini au wewe unafanya vipi mpaka unaota tena? Kitu ambacho ni very strong. Kimeishi miaka mingi. Yaani wewe umezaliwa mwaka 2000. Chenyewe kiko miaka 500 iliyopita. Sasa wewe utakiambia nini? Ni kikongwe, yani kinaelewa hizo kazi. Hawa watumishi wako ikishawaona wengi, kisha shindana na generations za watumishi. Kinaishi, kinaendelea. Tunaelewa. Ndio hayo sasa Kristo sisi tunarahisisha. Ukishaokoka kila kitu kimekwisha. Hakuna nguvu sijui na nini. Hapo mtu anasema hivyo afu ni mzinzi kinoma. Kweli vimeisha. Vimeisha kweli wewe. Kweli vimeisha. Mungu akashuka hapa akaweka faili lako vimeisha. Hajaisha. Naye ana struggle. Sasa zile struggle mara nyingi you must know. Yaani bora wewe una struggle huku unajua kwamba this one kiko linked somewhere. Ukiwa unajua at least utaweza kupigana vita vizuri kuliko ukiwa hujui. Ndio ile kwamba sijui hakuna mambo hakuna kuvunja sijui madhabahu za zamani. Kila kitu sijui kimeisha. Kwa jina la Yesu watu kila kitoka pale ni masengenyaji kinoma. Fuatilia. Imetoka huko. Yaani mama yake mwenyewe alikuwa anasukiwaga umbea na yeye imehamia. Yule anajikuta tu kashamsema given. Hakupanga ila tu. Yaani imetokea tu kamuingiza given wa watu. Kamsema. Sasa akikaa peke yake, akitathmini maisha yake, anabaki tukulia Mungu nisamehe. Ila anashindwa kuelewa kwamba kile kitu kimelink deep sana. Huko unatakiwa ujue kinapotokea. Ndio maana naambiaga watu, sasa hizi madhabahu kuna hizo yani, mimi nishaona na hizo kesi, sijui mtu anambia sijui mambo sijui ya hizo sijui sexual perversion sijui masturbation. Nyingi ukizichunguza zina mahali zina link. Zina mahali zinako link. Sasa kama hujajua hiyo maana yake utaendelea tu kushangaa. Nimetaja hapa, nimesema hata depression na mambo ya mental health. Unajua hiyo? Ndio hii depression tunaitia tu moyo. Mambo matatizo ya afya ya akili yamekuwa mengi, usiamini. Hii ni madhabahu kabisa. Na inaua watu. Mnakumbuka yule chizi ambaye alikuwa kule wapi kule? Anajikatakata mwili, mnakumbuka? That man ile ilikuwa ni depression, unajua? Yeye mwenyewe alikuwa hapendi yale maisha. Anajikatakata maana yake angalau afe. Hiyo depression. Sasa tunaona kilichokuwa kinamtesa ni mapepo. Kwa mostly kuna hizi cases ya afya ya akili sijui ndio kuzichunguza zina link. Zipo. Witchcraft sijui mambo ya uchawi. Hizo ni sababu. Watu sijui uchawi. Hasa hapa nimeonyesha mambo ya stagnation, delays. Mtu kila siku kesi yake ni hiyo. Mimi namtoka kila siku niko sijui ya 50. Kuna base ndio zinakurudisha nyuma, mtumishi omba. Yaani tu kila siku zinatokea sijui nifanyaje. Ni madhabahu. Ipo. Sawa. Yaani hiyo yenyewe ipo kufanya kazi wewe usiende. Maana utapambana utasogea kidogo ila ikifika sema. Na hii hapo wewe inakuja katika point ambayo ni very critical. Unaelewa? Yaani kuna mahali ambapo labda shuleni unashangaa tu unafaulu vizuri.
Hata uone kama kuna hizo kazi. Ila tu siku umefika kwenye point sasa, labda kama ndio eneo la kuolewa, hapo ndo tunakuwa pamoja. Mambo mengine yote yanaenda, ila kuolewa inakuwa ni issue. Kuna kagonjwa kamoja nimekapata kwa mtumishi wa Mungu ambaye anamsikiliza. Anakaita near success syndrome. Anasema ni ugonjwa wa near success. Yaani unakaribia mafanikio ile unayapata. Nishawahi kuiona hii. Very powerful. Yaani kwenye interview wewe unafika mpaka finali. Wanabaki 4, 3 wanachukuliwa unakosa. Unabaki umekosa kosa ndio ndio inaenda hiyo. Near success. Ni madhabahu kabisa, iko ina ratiba. Yaani najua kwamba hapa hadi hapa atambe, ila hapa hapana. Avuki. Nikasikia kumbe ni kaugonjwa. Mambo ya utasa pia ni madhabahu zinafanya kazi. Lakini pia kuna watu nasikia wako mafanikio ya muda mfupi. Yaani ukifanikiwa ni siku 2, 3, hoi. Hizo zina kazi na kwa. So hapa nikasema sasa namna ambavyo tunaweza tukajenga hii madhabahu. Kwa sababu lazima ujue kwamba vita ya madhabahu inapigana na madhabahu. Sawa? Ndio maana nasema bora ujue, yaani ukishajua utaweza kufight ile madhabahu nyingine, kwa sababu madhabahu yako ikiwa na nguvu kuliko ile, hii itaweza kuipiga ile. Ila kama ya kwako haina nguvu, maana yake ya kwako itapigwa. Ndio ile utabaki tu kujitia moyo. Ndio. Mtu mmoja nikakuta anasema mahali, kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu, sio? Aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi. Hapa hamna anayetenda dhambi. Sema amen. Kuna dhambi? Ila wale watu wanafikia wawezi. Hana kweli hapa hamna anayetenda dhambi. So hiyo yaani utajitia moyo kwamba utendi dhambi, ila wewe unajua kwamba kuna sehemu una miss. Beta ukajua. Ile ukajua unapigana vita za aina gani. Unapigana na nini hasa? Ndio umeelewa? Unaweza ukajua nini ambacho unapigana nacho. Mimi of course ninawaambiaga watu, yaani kama unanijua sana utajua. Na hivi ni miongoni mwa watu ambao tumetoka zile familia ambazo baba anaoa mke zaidi. So I know. Na nimeona. Na ukichunguza, yaani hiyo iko imelisiwa na kurithiwa. Si unaelewa? Maana yake kama haijapatikana ambayo ni strong, ile itaendelea tu. Yaani itaendelea vizuri tu. Si unaelewa? Ndio maana wewe kafuatilia ile Ibrahim anasema tuweke kambi ile dhambi tuzongao kwa upesi hiyo. Ile ya kwako inaongozwa kwa upesi, ichunguze uone na kutokea. Utaipata nini? Utaitrace vizuri. Hivi kumbe hapa ndio ilitoka ikatoka hapa. Utaelewa na ndio utajua vita unapigana. Ndio maana ndege hata vita tunazopigana sio sawa. Usiwage mwepesi wa kutamka. Kijana umekatwa hapa unacheka tu na wadada unatembea nao usiku tunaona mko pamoja. Yaani yule jamaa vita anaopigana, wewe ukaletewa. Unakuwa na watoto 4 ndani ya siku 2. Kwa sababu unakuta yeye ni mtu ambaye pengine alizaliwa na mama akiwa sekondari. So pale alipo shetani anajua hii ndio gap pekee ya huyu jamaa naye azae kabla hajaoa. Kwa hiyo shetani anamletea mabinti kwa kila namna ili tuamdakie pale. Wewe hiyo vita ukutani nayo, si unaelewa. Wewe unakuta hata wao huyo yule wataka na yeye amekukataa. Ila mwenzangu unakuta kila siku anatumia message anatakwa nao watu. Nini kinatafutwa? Anatafutwa pale. Kabla walipokosea wazee wake naye akosea. Kwa hiyo wakati mwepesi wa kutamka unaona mtu anaenda sijui na nini. Kuna vita na struggle na kuna madhabahu anapambana. Na shetani ndio yule kwamba ukimshinda shetani hamna mahali anasema kwamba anashindwa hapo ana give up milele. Anaondoka kwa muda. Kwa ni vita ambayo tunapambana nayo. Ila sasa kama mtu anajua kwamba hii ni vita, maana atakuwa active wakati wote. Kila shetani atakapokuwa anajitokeza, atahakikisha anamshinda. So hapa nikasema tukifungua ile Wafalme wa kwanza 18 nafikiri hapa Elia anajaribu kuestablish madhabahu ambayo inaonyesha kihistoria hii madhabahu ilikuwa imepata shida. Kwa Elia was one among the people ambao wana raise ile madhabahu. Nataka uvijue hivi vitu ili vikusaidie binafsi kwenye mambo yako. Kwa sababu ukuu ambao tunautafuta sisi unahitaji sacrifice kubwa. Sawa? Kuna mambo mengi yanapaswa uyaache. Sasa baadhi ya mambo ambayo utashindwa kuyaacha ndio atakao kuzuia. So ili uyaweze kuyaacha nayo lazima ujue kila kinachoshindana na wewe ushindane nacho. Hiyo ni moja kati ya idea bora sana. Kama unakuja utafungua Wafalme wa kwanza 18, kuna kisa hapa cha Nabii Elia na namna ambavyo anamuinulia Bwana madhabahu.
na nawaambia watu the first thing kufanya ni hichi ambacho alikifanya Elia. Lazima ujenge ile madhabahu ambayo imebomoka. Mtu mmoja akaniambia ukichunguza vizuri utagundua kuna moments kwenye maisha yako ulishawahi kuishinda hiyo madhabahu. Yaani kuna sehemu ulishinda kabisa. Haiye kutokea? Yaani ile vitu unaopambana kuna siku, kuna mwezi, kuna wiki ushawahi kutoboa na ukajua hapa sasa nimezika. Kwa kuna madhabahu ilisimama strong someday ila umeivunja. So cha kwanza we need to go there na kujenga tena. Unaelewa? Maana angalia mna mtu anakufikia kama mtu alijikatia tamaa na dhambi. Yaani bwana mimi ndo maisha yangu ndo nitakuwa hivi. Na yaani simebomoka. Jenge tena, rudi. Kaijenge tena. Yaani as long as kuna hata siku moja ushawahi kupata ushindi. Hiyo. Tutaanza na mimi masturbation inanisumbua. Ngambia kwani hamna siku ambayo umewahi kupambana ukashinda? Akaambia nishawahi hiyo, nilikaga siku 14. Hadi nilitoa ushuhuda kanisani. Baada ya hapo nikashindwa tena. Kaijenge. Simebomoka. Kaijenge tena. So hapa Elia anaanza kukarabati madhabahu yake. Wafalme wa kwanza 18. Mstari wa 21 anasema naye Elia, okay, huko tutabaruka. Ila nataka tuende pale moja kwa moja hapo ndo Elia sasa anaanza kuitengeneza madhabahu yake. Anasema 30. Kisha Elia akawaambia watu wote, "Nikaribieni mimi." Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Umeelewa hiyo? The first thing, madhabahu ilikuwepo, ilikuwa imevunjika. Ndio maana Baali akajitukuza, akajiinua, akajiona kwamba yeye ndio mwenyewe kwenye ile nchi. Madhabahu ilikuwepo ile imevunjika. Kwa Biblia inasema akaijenga madhabahu ya Bwana. Maana tujenga ile madhabahu. Na madhabahu unaijengaje? Ni kwa toba. Sawa. Tena tunasemaga ni genuine repentance. Tubu kwa kumaanisha. Sawa. Tubu yani kwa kuonyesha kabisa kwamba hichi kitu mimi ninakijutia. And I don't want to do it again. Sawa. Sasa shetani katika uongo ambao atakuletea wakati unataka kujenga hii madhabahu, utakuwa ukianza kutubu anakuambia mbona unajidanganya. Yaani unatubu hapa afu utarudia. Kwa hiyo unaona mimi hata kutubu nimeacha siku hizi maana najua nitarudia. Wakati unatubu kama vile yeye haujui kama itatokea tena. Na fanya declaration kwamba haitakuwa tena kulingana na Yesu. Genuine repentance. Ni muhimu sana kwenye kujenga ile madhabahu ambayo imefeli. Manake ijenge tena, rudi tena itengeneze kwa sababu Mungu anaitegemea hiyo. Lakini pia neno la Bwana, vitu ambavyo Mungu amekuahidia ni vya muhimu sana katika hii madhabahu. Tumesema ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa maneno, sawa? Kwa hiyo lazima uwe na neno la Bwana watu wanataka kujenga. You need to remember nini Mungu alikuambia. Sawa? Anaposema atakulinda, sio? Mabaya hayatakupata. Yeye asinzii wala halali. Kwa ajili yako anakulinda ni mlinzi. You need to memorize those verses wakati unajenga madhabahu. So wakati unaomba, taja yale maandiko ambayo yanaonyesha wazi kwamba Mungu anaweza kukulinda dhidi ya hizo hali. Sawa? Mungu anaweza kukulinda dhidi ya tamaa. Mungu anaweza kukulinda dhidi ya hizo ambazo zinakupeleka vibaya. You need to memorize na mbega. Yaani rudia kuyasema hayo maneno. Tamka, yarudie tena. Kwa sababu hayo ndio yatakayokulinda. Hizo declaration huwa zinakuwa na nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Lakini pia you don't have to forget kwamba sacrifice, hakuna madhabahu ambayo yanasimama pasipokuwa na sadaka. Sawa? Ndio hapo kwenye sadaka tutaenda kusoma. Ziko sadaka nyingi za kufanya. Ila moja wapo ni kuhakikisha kwamba madhabahu yako unapoijenga lazima kuna vitu ambavyo wewe unakubali kuvitoa. Kuna dictionary moja inasema kwamba sadaka ni kitu cha thamani ambacho mtu anakubali kukitoa kwa miungu ili iweze kumtendea jambo analolitaka. Sawa? Ndio maana kwa tuambia watu kuna vitu vinafika wakati you need to give some offering. So uonyeshe kwamba wewe katika hicho unachokifanya nini ambacho uko tayari kukifanya. Sadaka iliyofanyika kuwa bora ni sadaka ya Yesu Kristo. Hiyo damu yake, si ndio? Sadaka ya pili bora ni mwili wako wewe mwenyewe. Hizo ndio zinatakiwa sana kujenga madhabahu. Manake must mention kwamba Yesu alikufa na alipokufa ilikwisha. Kwa hakuna ambacho kinatakiwa kuendelea kufanya kazi kwenye maisha yako. Unapaswa kuwa wimbo. Kadri unavyojenga ile madhabahu ukumbuke kwamba damu ya Yesu ni ya muhimu, sababu ile ndio sadaka. Lakini sadaka ya pili ni wewe mwenyewe. Kwa maana you must
speak it, kwamba unajitoa maisha yako, unajitoa mwenyewe, wewe mwili wako umtumikie Mungu. Madhabahu huwa ina respond kwenye sadaka. Kwa ukifanya hivyo itakusaidia. Lakini pia usiache kufanya hizo prophecy decree, kwa maana kili maneno ya ushindi. Sawa? Kili maneno ya ushindi. Yaani hata kama shetani anakuja akwambie wewe unaongea tu hapa, kesho unafeli, sema I can't. Siwezi kufeli. Sawa? Hiyo isiwe sitafeli, nitashinda, nitaweza. Tunaelewana? Tamani hiyo yani uichukue. Hapa tamani tuishie hapo ili tuende kwenye kipengele cha sadaka, tukifanya tu kwa ufupi.